Tunaendelea na kile ambacho kimejiri kwenye Met Gala. Ili wiki lote tutakuwa tunaangalia matukio ambayo ni muhimu sana kwenye Met Gala. Sasa Met Gala ikiwa ni tukio kubwa la mitindo linalochukua umakini wa wengi. Wapo wengi wamekuja na mavazi tofauti tofauti na kuonyesha vituko kwenye tukio hili. Hii tunaita nyakati za vituko kwenye fashion au mitindo. Hakika Jumatatu hii ilikuwa ni freaking Monday kwa sababu vitu vingi vilivyofanyika na majigambo mengi yaliyofanyika yalikuwa ni ya kitofauti. Sasa leo nakuletea top 10 ya vituko vilivyofanyika na ubunifu wa namna ambavyo vimefanyika kama vitimbwi. Namba ya 10 inakwenda kwa Madonna. Kupitia vazi lake yeye alitanguliza wanawake walikuwa wameambatana naye ambao walikuwa wameshikilia nguo yake katika ujio wake ili kuleta tu umakini. Hii ilikuwa ni rejea ya mwanamke mchapishaji wa mitindo anaitwa Leonora Carlington ambaye yeye aliweza kutengeneza vazi hilo ambalo nalitazama kwa sasa, lakini waliambatana naye kumsaidia kushika nguo ili mradi tu achukue umakini wa wengi. Tunafahamu Madonna ni pop star wa muda mrefu na pia ni mzee wa miaka 68, lakini bado ameendelea kuonyesha makeke yake kwenye uga wa mitindo. Na ukimtazama juu unaona kama kilemba fulani hivi, ni kama jahazi kwenye kilemba chenye nguo zake nyeusi imechanganya na rangi ya kijivu ambayo wale walikuwa wameambatana naye walikuwa wameshika. Ya 9 ni Katy Perry. Katy Perry pop star bora zaidi ambaye alifanya kazi nyingi, aliwahi kufanya kazi na Kanye West, E.T. Extraterrestrial, lakini amekuwa na mtazamo tofauti sana inapokuja kwenye swala la Met Gala. Nyota huyu wa pop ambaye alikuja na barakoa iliyofunika uso wake. Barakoa hiyo ilikuwa inaangaza, ni kama aina fulani hivi ya kitu ambacho kilikuwa kinaangaza kama kioo, si kioo, ni kama tunaweza tukasema silver si silver, lakini pia alichokuja alidondosha zile karata kwenye lile zulia la Met Gala. Hizi karata tunaita tarot. Ni karata ambazo zinatumika kuagua na kugundua matatizo yanayoweza kumpata mtu wakati ujao, kwamba mtu anataka ajue ataoana na nani, mtu anataka ajue maisha yake yatakuwaje wakati ujao. Kwa ni karata ambazo zimekuwa zikitumika. Alichostaajabisha ni kuzimwaga kwenye lile zulia la Met Gala na kuonyesha kwamba amekuja kiutofauti. Huyu aliyenivutia zaidi namba 8, Lisa. Lisa alikuja na gauni lake la kipekee ambalo kwenye mabega yake alikuwa ametengeneza mikono ambayo imetengenezwa kwa printing ya 3D ambayo ilikuwa imeshikilia lile gauni lake na kumweka kama chandarua fulani hivi na kuwa na muonekano wa kitofauti. Namba 7 inakwenda kwa Lisa Ross. Huyu ni mara ya 7 amekuja na upekee wa muonekano wake wa 3D ambao unaonekana nyuma yake. Na unamuona kama kuna mtu yuko nyuma yake amekatwa hivi kiwili, amekatwa juu hivi, anaonekana ameungana na yeye kwenye mgongo, kwa hiyo unaweza kusema ni watu wawili. Huyo ni Jordan Ross. Lakini wa 6 anaitwa Ananya Berla. Berla yeye amekuja na mtindo wa metallic ambao umetengenezwa na Sobuth Gupta. Unaona mtindo wa metallic hivyo ni vijiko ambao vinatumika jikoni na baadhi ya vitu vya kuipulia ambao vinatumika jikoni. Akaamua kutengeneza barakoa namna kama ukiangalia ni kama skeleton fulani hivi ambazo zimetumika sana huko Mexico, na ni michoro ambayo imetumika kwenye desturi na dini ya huko Mexico ambayo ni dini ya asili. Hawa Maya ni mara nyingi wamekuwa watu wanavaa wanajichora katika mtindo wa huo. Wa 5 anaitwa Maria Zaldoya. Yeye Maria alikuja na mdoli ambao alikuwa ameukumbatia. Sasa upo kwenye jumba la mauzo kwa ajili ya kuchangia watu wenye uhitaji. Watu wote wanaokuja hapa 400 waalikwa wote, hizi nguo zinapelekwa kwenye Metropolitan Museum na kuweza kuuzwa kwa bei ghali kwa sababu zinakuwa zimevaliwa na watu mashuhuri. Huyo ni mtu wa 5. Mtu wa 4 anaitwa Heidi Klum. Heidi Klum yeye ameileta Halloween kwenye mwezi Mei na zulia la Met Gala kama mbunifu, akiwa ubunifu huu ambao umebuniwa na Veiled Virgin of Giovanni Straza, yeye ambaye ndio amesaidia kutengeneza muonekano ambao unamwona Heidi Klum amekuja nao. Wa 3 anaitwa Sabine Getty. Nguo yake imefunikwa na vito,
ukimwona imechapishwa ni kama mwanamke ambaye yuko tupu, lakini mikono imeweza kufunika baadhi ya maungo yake kama kwenye maziwa, lakini ujumbe wake ni kiini macho, yani illusion, sio uhalisia moja kwa moja, iliyotengenezwa kupitia studio za Ashi ambazo walisababisha muonekano ambao Sabine Getty amekuja nao. Wa pili anaitwa Gwendoline Christine. Yeye alivaa gauni jekundu na usoni alivaa barakoa. Hiyo barakoa ni kama kioo, mtu ameshika kioo halafu imetengenezwa kwa mfumo wa kisanaa. Unaona kile kioo ni kama barakoa, mtu amejipaka lipostiki na inamuonyesha ana muonekano wa kipekee, na huu umehamasishwa na Sargret. Kwenye picha yake imewekwa kwenye jumba la makumbusho ya picha, tunasema National Portrait Museum of Art, ambayo pia inaangazia kazi hizi za kisanaa. Wa kwanza ambaye leo nimempa nafasi anaitwa Yeslot. Yeye amevaa dhahabu kwenye kifua chake, ile unaoona ile ni dhahabu kabisa halisi, inamfanya muonekano wake uwe kama, kwa ukimwangalia usoni muonekano wake ni kama mdudu fulani hivi akiwa na zile antena zake. Kwa unamuona ni kama mdudu akiwa na antena, lakini ukiangalia yale manyoya tunaweza tukasema labda ni manyoya ya tausi, lakini ni manyoya fulani ya ndege ambayo yameyatengeneza katika mfumo wa tofauti. So hiyo ni top 10 ya vituko ambavyo vimefanyika kwenye fashion. Kesho ndakuja na kitu kingine ambacho kwenye Met Gala yamefanyika mambo mengi na tutaweza kugundua na kuakisi.